Amen. Amen. Naomba niulize, unaweza mkajitambulisha? Majina yangu naitwa Dr. Zera Israeli Cheyo, ni urologist kwa sasa, ni mwaka wangu wa 10 KSMC, na namshukuru Mungu kwa baraka ya kuwepo IES. Naitwa Elichilia Shao, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, lakini mhadhiri mwandamizi katika chuo cha KSMC, na nimekuwa Agai sasa kwa miaka 25. Nashukuru sana kuwepo hapa. Asante sana. Yeah. Unafahamu kuhusu uinjilisti ambao unafanyika hapa Kagaichepo? Ninafahamu kuhusu injilisti na namshukuru Mungu ni kwa moja ya sehemu ambao tulipolipata ili wazo. Nakumbuka ilikuwa ni kwenye Bible study mwaka 2016, na ndipo Mungu akatuwekea kiu na moyo wa kutaka kupeleka zaidi injili, na ilitokea tu kwenye msingi wa kwamba ni lazima tuende kuwafikia wengine na kuwafikishia hizo habari za Yesu Kristo. Asante. Na kubaliana na daktari, akili ilianza 2016, miaka 10 sasa, na lengo ndio hilo kwamba tarajia kutoa injili, lakini kwa sababu sisi kuna wataalamu wa afya na wanafunzi wanaojifunza masuala ya afya, tulikuwa tunatoa pia elimu ya afya kwa jamii. Kwa hiyo katika maeneo ambayo tulikuwa tunaenda kutoa injili, tulikuwa pia tunatoa elimu ya afya na kupima watu na kuwashauri. Sawa. Kutokana na muda ambao mmekaa hapa KSMC, naamini kwamba mmekuwa kwa awamu ya kwanza kabisa ambapo injilisti ilikuwa inaanzishwa. Kitu gani kilikuwa ni chemchemi au moyo wa kuanzisha utaratibu wa uinjilisti? Asante, na nimependa hilo swali. Nakumbuka ilikuwa ni katika Bible study, tulikuwa tunafanyia TATCOT kipindi hicho, na ndipo ambapo tulikuwa katika kufanya Bible study. Moja ya agenda ambayo tulikuwa nayo ni kuhusu wajibu wetu kama Wakristo. Ni kitu ambacho tulikuwa tujaanza kukipractice aggressively. Inawezekana mtu mmoja alikuwa anafanya hilo jambo, na ndipo wazo likaja, na tukasema mwaka huu tunazamiria tuweze kufanya program ya outreach kwa lengo la kwamba lazima tuende tukahubiri injili, na kile tunachokibeba sisi kama taasisi ya afya pia tukakipeleke kwa watu. Na site ya kwanza tuka-identify by then ilikuwa ni Magoroto, Tanga kule. Nakumbuka Dr. Lichilia alikuwa ni mwenyekiti wetu kipindi hicho. Mheshimiwa mwenyekiti, kama unaweza kutuambia kitu kidogo kuhusu awamu ya kwanza ya kufanya uinjilisti? Nashukuru sana. Nafikiri baada ya kujadiliwa kwenye Bible study ambayo tulikuwa tunafanyia kule TATCOT, ikaonekana sasa kama ni wanafunzi na wengine wafanya kazi, lakini tusiende tu na swala moja la injili, tuchanganye na afya ili na kuwamenta vijana ambao wanakuwa kwenye afya. Lakini pia ukiangalia neno la Mungu katika Injili ya Mathayo mlango wa 28 mstari ule wa 19 mpaka 20, neno la Mungu linasema nendeni duniani kote, si ndio? Mkafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu kwa kuwafundisha neno la Mungu na yale ambayo nawaelekeza, si ndio? Na wayafuate hayo. Na neno la Mungu linaahidi kwamba Mungu atakuwa nasi mpaka mwisho wa dahari. Sasa ukiangalia hivyo, kama injili tunaishia tu kuhubiriana hapa KSMC kwenye makanisa, hiyo sio injili. Injili inabidi uende wale ambao hawajawahi kuipata kabisa, uende. Kwa hiyo kwenye mjadala tulikuwa tunasema aidha tulikuwa tuende Arusha au tuende Sanya, ikaja ya Tanga. Watu wakawa wanasema bwana, Tanga injili haijaenda, sijui walokole sio, kuna mambo ya ushirikina na nini. Tukasema tuanzie humo ili vijana wetu wafanyeje, waive. Kwa hiyo tukaanzia Magoroto. Lakini hiyo ndio ilikuja kwamba tuanzie wapi. Na tunamshukuru Mungu, ile injili ilienda vizuri na huduma ile ilikuwa ya baraka sana. Gari iliharibika barabarani na nini, watu wakawa wanasema labda ni mambo ya kishirikina kwamba tusifike, lakini tulifika tukafanya injili. Nashukuru Mungu kwenye ile. Nafikiri mhubiri mkuu alikuwa Zera, nakumbuka. Zera alikuwa mwaka wa kwanza, lakini alifanya kazi nzuri sana mpaka sisi ambao tulikuwa seniors wake tukasema basi kumbe Mungu anaweza kumtumia kila mtu. Unaona? Kwa hiyo ndio maana mpaka sasa hivi tunaendelea kufanya hiyo, na tunamshukuru Mungu kweli imefanikiwa. Na uinjilisti ni kitu kikubwa. Labda niulize vitu viwili ambavyo vitambatana. Cha kwanza, mlikuwa na watu wangapi ambao kama unakumbuka ambao walishiriki kwenye uinjilisti wa kwanza, lakini vile vile mliwezaje kufanya hichi kitu, kwa sababu ni wanafunzi ambao tunaongelea kwamba ni kundi kubwa ambao linaenda kushiriki. Kwa ile fedha ambayo ilienda kuanzisha zile shughuli ilipatikanaje?
Sawa. Kwenye idadi ya watu naweza nisikumbuke vizuri, lakini nakumbuka tulizidi 30. Na chokumbuka ni watu waliokoka walizidi 800. Hicho ni kitu ambacho nakikumbuka vizuri. Na fikiri ishu kubwa ilitusaidia ilikuwa tulipolipata wazo, Mungu akatupa kiu ndani yetu, na nakumbuka mwanzo kabisa tukaanza maandalizi pamoja na kukaa katika kundi la maombi, kuweza kuviarrange vitu, kufundishana, kunoana kama timu, lakini pia kukawa na fundraising programs zilizokuwa zinaendelea. By then tulianza na mfumo ambao ni wa sadaka ya mtu mmoja mmoja kwa kutoa kadi. Kwa tulikuwa tuna kadi za aina 3 zenye kala tofauti tofauti. Nakumbuka tulikuwa tuna kadi ya shilingi 50,000, kadi ya 100,000, na nafikiri moja ilikuwa ni special ambayo kama si 1,500,000 au 200,000. Tulianza na program ya namna hiyo, zikasambazwa pale kanisani, watu waka pledge, tukaweza kukusanya kile kiasi ambacho kilitusaidia kufika kwenye uinjilisti. Na nakumbuka kuna kiasi kilibaki katusaidia kwenye revisit iliyofuata mwaka unaokuja, ilikuwa 2017. Tulienda kufanya revisit tena, timu ya watu kama 10. Nafikiri ameongelea jambo la msingi. Walikuja watu zaidi ya 1,500 kwenye ule mkutano na wakaokoka hao 800, na utaratibu pia walienda wakafanya follow up. Hilo ndio changamoto ambayo sehemu inabidi tufanye improvement, kwamba unaenda sehemu unahubiri injili, watu wanampokea Kristo, wanaokoka, usipofuatilia wanarudi tena nyuma. Kwa hiyo kazi mliofanya inakuwa ni bure. Kwa hiyo ni eneo ambalo hata nyinyi sasa hivi ambao mnaendelea muweze kuliangalia, kwamba tukienda site ambao watu hawamjui Mungu kabisa, wakasikiliza neno, wakamkubali Yesu, wakaokoka, basi tuweke utaratibu mzuri ambao wa kuwafuatilia. Masuala ya fundraising, mimi ninachoamini kwenye huduma zote ambazo naona anazifanya mimi siku hizi, huduma ile ambayo ni ya kimungu, ambayo Mungu ana makusudi nayo, issue ya resource, sijui magari, hela, si watu gani, wala sio kazi yetu. Sisi tuwe tayari moyoni. Tuwe tayari kabisa kwa hilo. Tukiliangalia hilo tutafanikiwa kwenye mambo mengi. Lakini ukishaanza kuwa na moyo wa wasiwasi kwamba itawezekana, unakata tamaa. Sasa hata wale ambao unawatia moyo kwa sababu nakumbuka tuliomba gari chuo, tukakosa. Tukaja tukaomba hospitali. Hospitali tukapata. Na hilo gari lilikuwa linatengenezwa. Ndio lilivyomalizwa kutengenezwa usiku huo tukaondoka nalo. Kwa hata ilipofika likapata changamoto, lakini akatumwa mtu, kuna kifaa kiliharibika kwenye gari. Akatumwa mtu, tunashukuru uongozi wa KSMC ulituma mtu akaleta kifaa mpaka Tanga. Likatengenezwa, tukarudi Moshi. Kwa hiyo na hospitali kwa sababu ni ya kanisa, na yenyewe imechukua nafasi kubwa, uongozi huo unathamini hizo huduma. Kwa hiyo ni nafasi yetu sisi kujua kwamba tuko eneo ambalo ni sahihi. Kwa sababu uongozi wa hospitali siku zote unasupport hizo huduma. Kwa hiyo ni sisi tujiandae ili tuweze kupata hizo support, tuendelee kufanya hiyo huduma kabisa. Niongeze kidogo hapo kwenye revisit. Nafikiri ilikuwa ni program nzuri. Tulienda kama watu 12 nakumbuka kipindi kile, na moja ya kitu ambacho tulienda kukiexperience kule ilikuwa ni kwamba tuliona improvement. Kuna watu ambao wanaona kabisa wanakumbuka ile maki ambayo mliacha kwao. Na tunapopita, nakumbuka ilikuwa pita njiani mtu anakuita mtumishi. Hiyo ni nyumba ambayo tulienda kuhudumu, na nakumbuka kuna watu walikuwa na mapepo na vitu kama hivyo, lakini kile kitu kiliacha maki. Kuna watu ambao tulienda kuvisit kule secondary school, unaona kabisa kuna mabadiliko yanaanza kutokea kwenye ile jamii. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kukifanya, sababu inakusaidia kukupa picha na kuweza kuwanoa watu zaidi kuhusu kuendelea kushika ile misingi ya kile ambacho tulikuwa tumewajengea awali. Yes. Naomba niulize kwa mimi binafsi, wewe peke yako. Dr. na mimi nilikuwa ni mwaka wa kwanza. Yes, nilikuwa mdiwani. Ni miaka 10 sasa. What was your personal testimony? Yaani kuna kitu ambacho Mungu alifanya kwa watu, lakini wewe Mungu alifanya nini kupitia? Moja ya kitu ambacho sitakisahau, ule ni uinjilisti ambao ulinipa ujasiri kuhusu Mungu ninayemwabudu. Unajua ukikaa kanisani hapa Chepo, unaweza kufikiri kwamba wote tuko sawa. Viko vingi ambavyo hujaviexplore ndani yako mwenyewe, na Mungu anatamani uweze kuviona. Hataweza kukuonyesha until pale umetoka mwenyewe na kuitii sauti yake na kwenda. Nakumbuka moja ya kitu ambacho kilitokea ndani yangu ni confidence ambayo ilijengeka kuhusu injilisti baada ya pale. Na nakumbuka niliporudi nyumbani, kwa sababu ilikuwa ni muda ambao tunaelekea kwenye likizo. Kwa niliporudi nyumbani, nakumbuka moja ya kitu ambacho kilikuwa kinanipush kila siku ni kwenda kutembelea zile shule za sekondari ambazo zipo kule. Na tulikuwa tukienda zaidi ya watu 50, nakumbuka nilikuwa nikienda kuhubiri waliokoka nikiwa likizo kule nyumbani.
na tukawa tunatuma list kwenye group la House of Bible Study kama unakumbuka, kwa ajili ya kuombea. Ni kitu ambacho kwangu sitakisahau, kwa sababu confidence nzima ya kuweza kwenda kumhubiria mtu ilijengeka kutokea kwenye msingi wa ule injilisti na kuamini kuhusu nguvu za Mungu zinavyofanya kazi. Vitu vingi sana tunavisoma, tunavitamka, tunaviona kwenye neno la Mungu, tunaviconfess, lakini ukienda mahali ambako unavipractice, you will see it na inavyofanya kazi kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Asante. Na mimi kama binafsi kuna ile kwamba unaamini vitu lakini hujawahi kuviweka kwenye practice. Unaelewa? Kuna kuamini lakini kuna kule implementation. Nakumbuka tulikuwa tunaombea pale watu mapepo yakalipuka, lakini kuna mmoja ambaye hakuachiliwa. Tukaendelea kumwombea kuanzia mkutano ulivyoisha, tukambeba kutoka uwanja wa mkutano tukaenda naye kanisani ambako tulikuwa tunalala, kwa sababu tulikuwa hatuna hoteli, tulikuwa tunalala kanisani. Unaweka godoro chini unalala kanisani. Tukamwombea kwenye ile kanisa mpaka asubuhi, ndio aliachiliwa asubuhi. Sasa ile persistence ya kuendelea kuombea, hujui nini kitatokea mpaka asubuhi and then anaachiliwa. Ile mimi ilinifundisha kwamba kumbe usikate tamaa. Yani ukimwamini Mungu ukaweka effort, vitu vinatokea. Lakini naamini Mungu alikuwa anatuangalia kwamba je, tutakata tamaa au tutaacha. Lakini tuliendelea kumwombea yule binti mpaka asubuhi, akafunguliwa asubuhi. Na alishuhudia mambo makubwa mengi, na nyumba hiyo ambao akina Zero walikuja kuenda kuombea wakakuta vitu vya ajabu sana kwenye ile nyumba. Mairizi yamechimbiwa, mambo mengi yametokea kwenye ile nyumba. Lakini alitokea baada ya yule dada kufunguka na akaendelea kufanya kazi na sisi, akaendelea kutuonyesha nyumba nyingine za kutembelea. Tukatembelea na kuongeza idadi ya watu ambao waliokoka. Kwa hiyo pale ndio ilianzia hiyo ya nyumba kwa nyumba pia. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo crusade, lakini kuna ile kupita nyumba kwa nyumba kwa wale ambao hawajaenda. Hilo ni moja. La pili ambalo namshukuru Mungu naona linaendelea kutokea. Nimekuwa nikimwomba Mungu sana nione kwamba tunaunganisha injili na afya. Niliandika kabisa kama zaidi ya miaka 15 nimeandika kwenye notebook yangu. Nikaandika kabisa na jina, nikaipa jina. Unajua Mungu alivyo, maombi unaomba vitu, ndio maana tunatakiwa kila ukiwa na Mungu akikupa vision iandike. Usipoandika unasahau. Sasa mimi nilionaga vision zamani, yani kwamba tuko tunafanya huduma za afya na injili na innovation. Nikaipa na jina kabisa, nimeandika kwenye notebook yangu, imeandikwa Gosh. Gosh ile imeandikwa ni GOSHI. Sasa ile ile ni gospel ni gospel, kuna GOS gospel, alafu ile health, alafu I ile ni innovation. Ni kitu ambacho nilikiomba zamani. Sasa hivi ninavyoendelea kuona vitu vinafanyika, ndio naona vitu vina reveal. Kumbe sasa Mungu akikupa idea, iandike, endelea kuiombea na take action. Lakini usisahau. Kwa sababu this is the reality which I see now, nyie mnachofanya sasa hivi. Na tunamshukuru Mungu. Na anaweza akatumia kila mtu kama kwa kweli ambavyo nilisema. Who knew kwamba first year Zera anaenda anakuwa mhutubu wa mkutano wa watu 1500. Sio, unanielewa? Sio kwamba tulikuwepo wengine senior, lakini Mungu alimchagua yeye na akafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo mimi ndio hicho ambacho najifunza kwamba Mungu angalia umri, angalia nini, he can use anybody at any time as long as yule mtu yuko tayari kufanya hiyo kazi. Nashukuru sana. Labda kitu kimoja cha mwisho, sasa hivi unaongea na mtu ambaye yuko mwaka wa kwanza na amejiunga na chuo. Ni hapo ambapo tayari experience evangelism tofauti, fundraising kwa ajili ya evangelism na everything for leading up to the evangelism. Ningependa kumwambia kama ungekuwa na ile mstari au neno moja la kutaka kuachia moja ya kitu ambacho Yesu alikisema kwenye Yohana ni kwamba mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu mtu huyo. Mimi ni kitu ambacho ni ushuhuda kwenye maisha yangu. Kuna njia nimekuja kupita baadaye ambayo kwa akili ya kawaida sina majibu. Yaani ukiangalia hicho ni kiwango cha pesa sijui. Mfano naweza katoa tu ushuhuda kuhusu kusoma kwangu masters. Mimi kusoma kwangu masters mpaka kesho nasemaga ni Mungu amelipa ada, ni Mungu amenipa kazi, ni Mungu amenipa maisha. Yaani nina furaha na amani, naona kivitu, lakini ni Mungu amefanya. Kuna miaka ambayo Mungu anajua namna ya kuitunza kupitia namna ambavyo wewe mwenyewe unakuwa mwaminifu kwake. Kwa asiogope, awe mwaminifu kwa Mungu, asivunjike moyo, asikatishwe tamaa kwa sababu anaona vitu fulani.
hana ndani yake, lakini ajiamini na kuona kabisa kwamba anaweza kufanya hili jambo, na Mungu ni Mungu ambaye anakumbuka, sio Mungu anayekusahau hata siku moja. Kwa fest hii ambayo unatusikiliza, usije hata siku moja ukaacha hii nafasi ya kwenda kumhubiri Kristo kule ambako Mungu anakupeleka. As long as hiki ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, usikatie tamaa, kibebe kwa moyo wote, kakifanye kwa nguvu zote. Wewe jua tu Mungu ipo siku atafanya jambo kwenye maisha yako ambao utashangaa na hautakuwa na majibu. Utabaki kutoa ushuhuda kwenye maisha yako. Nafikiri naungana na Zera kwamba Mungu huwa hasahau na hakuna kitu ambacho kitapotea. Kisoma kitabu cha Joeli ni mlango wa 2 mstari wa 25 kwenda 28 pale kwamba kuhusu urejesho. Mungu atarejesha miaka yako yote iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na tunutu, iliyoliwa na madumadu na nini vyote. Kwa hiyo maana yake nini? Ile neno linatuambia kuna kazi ambazo unaweza ukawa unaifanya ukaona kama unapoteza muda, lakini naweza nikuhakikishie kwamba kuna muda unapotea. Mungu atarejesha hivyo vitu vyote, yani mali zako hizo, hela ambazo utakuwa upate utazipata, promotion hizo utakuwa upate utapata, baraka ambazo utakuwa upate utazipata, as long as umesimama kwenye kanuni za Mungu kwamba unatenda kazi yake na ukadedicate muda wako. Unaweza kuona watu wengine wameenda mbali, wamefika mbali, lakini Mungu akaja akatumia muda mfupi wewe ukao umeshafikia hizo ndoto zako na ukapita na maradufu. Kwa hiyo watu waendelee kufanyaje? Kumwamini Mungu na kufanyaje? Na kumtumikia. Mimi ushuhuda wangu ni kuambia, mimi KSMC nilivyokuja kuanza degree ya kwanza, kipindi hicho serikali ilikuwa haitoagi mikopo ile unayoiona sasa hivi. Kumbuka KSMC ndio ilikuwa chuo cha kwanza cha private. Kwa hiyo ilikuwa haitoi. Mimi nimekuja kusoma hapa, nilipa ada ya kuanzia ilikuwa ni 400,000. Ile receipt nayo mpaka leo 2002 ilikuwa 400,000. Watu wanalipa 2,000,000 ndio wanaingia darasani. Mimi nikalipa 400,000 nikaingia darasani. Mpaka leo niko hapa naendelea. Hakuna hela nyingine niliyokuja kulipa. Kwa hiyo nilikuja kumaliziwa ile degree ya kwanza, nikasoma na degree ya pili, nikasoma ya 3, M.Med internal medicine, ambayo serikali ilikuwa ina support watu. Mimi mwaka wa kwanza nilianza na private kama private student, lakini nilivyoendelea nikaja serikali ka support. You know what happened? Walikuwa na support wanawake zaidi, walikuwa wanasisitiza wanawake zaidi. Kwa hiyo kipindi kile na apply mimi hiyo, jina langu Elichilia wakafikiri ni female. Kwa hiyo wakaandika Elichilia female. Nikapata full sponsorship. Does that change my being a male? That's a miracle ambao people never see it. Kwa hiyo nikaendelea. Kwa hiyo naendelea kupata baraka za Mungu. Kuja nimesoma na PhD. I'm almost finishing it. I have the family, I have watoto. Nina kila kitu ambacho unafikiri ni mtu ambaye wa medicine ambaye amefikia. Kwa hiyo yote hayo ni kwa ajili ya kuamini Mungu na kufanya kazi yake kwa uaminifu. Hayo mengine yote utaongezewa kabisa. Thank you so much. Mungu awabariki. Amen.